Okay, asanteni sana. Leo ningependa at least tuzungumzie kuhusu wadozi. Nimekuja nikafanya utafiti, nikajua kwamba kweli wadozi si ati wampendi Mungu. Wadozi wanampenda Mwenyezi Mungu. Lakini sisi wahubiri ndio tunaogopesha hawa wadozi kukuja kwenye makanisa. Kwa sababu gani? All of the time tunapohubiri pale kanisani, tunaongelea tu hawa wadozi. Tukuna wadozi huku nje wanapenda Mungu, lakini wanaogopa kuja makanisani kwa sababu ya sisi wachungaji kuwaongelea. Tunapohubiri tunawakwaza kila saa, kila wakati na kila dakika. Tunapohubiri pale kanisani hatukosi kuongelea wadozi, lazima tuwakwaze na tuwachome. Sasa unapata mdozi ameamua nataka kwanza safari ya kwenda kanisani ili kusikia Injili na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Inafika mahali anapofika pale kanisani anakwazwa. So wachungaji, tafadhali tujaribu kuleta hawa wadozi karibu ili pia watu wamtumikie Mungu. Sasa kuna baadhi ya we have some of the people there outside there. Ukweli wako na mali, wako na fedha. Lakini unataka labda katika njia zingine kuna wale baadhi ya we have some of the people hawako pale katika ile njia ambayo inastahili. Wanataka kumrudia Mungu. Lakini sasa unapata wanapokuja pale kanisani tunawadunga na maneno tukiwakwaza. Na hiyo ni a part of what? A part of weakness. Wanadamu tuko na weakness nyingine yenye sisi wenyewe tumeshindwa kudeal nayo. Na unajua Biblia inatuambia kwamba mwisho wa hiyo weakness yako usipo deal nayo ni kifo. Mwisho wa hiyo weakness yako unaitambua, unaijua, ambayo inakurudishanga nyuma, ambayo inakula mali yako, lakini hautaki kudeal nayo. Mwisho wake ni mauti. Na mauti ni nini? Ni kifo. So ningependa kuwahimiza kwamba tukuna baadhi ya vitu, tukuna baadhi ya weakness ambayo sisi wanadamu tuko nayo, lakini tunakosa kujua. Tumekosa kujua na kuchunguza kwanza. Tumezubaa kwa mambo ya watu wengine. Lakini unapojichunguza we mwenyewe, ile asira ambayo uko nayo, ujue is a part of weakness. Asira ni weakness nyingine mbaya sana. Jambo lingine, ukiwa na kiburi. Kiburi pia ni weakness ambayo inaweza kumaliza. Kiburi ni weakness. Na kujiweka mbele kila saa. Wewe ndio unataka tu uonekane uko mbele. Hiyo ni weakness ambayo inaweza kukunguna na ikupeleke kwenye mauti. Weakness. Tunaongelea about weakness. Na umkumbuka kwamba mwanzo wa jambo ndio mwisho wa nini? Wajibu. Mwanzo wa swali ndio mwisho wa jibu. So tuangalie hii hasira. Tuangalie kiburi. Tuangalie kuongea sana. Kuongea sana pia is a part of weakness. Unaongea sana mpaka ifike mahali umeingia kwenye uongo sasa. Unaanza kudanganya. Ndio unaonanga some of the pastors wakihubiri hawezi hubiri sana. Wanahubiri short. Na kulingana venye Roho Mungu amefanya nini? Amemuongoza. Kuongea sana mbele ya watu. You talk too much is a weakness. Unaweza pata umeongea sana, umeanza kudanganya, kusema zile vitu ambazo haziko. Pia kutokuomba is a weakness. Hawezi omba, hautaki kuomba, kujifanyia ibada we mwenyewe, ukachukua Biblia ukaanze kuomba is a weakness. Kutosoma Biblia is a part of weakness. Hautaka hata kusoma neno. Kila wakati uko tuko mambo yako kwenye runinga, kila wakati unashughulika tena mambo yako, kila wakati hauna time na kusoma neno, hauna time na kutenga mali yako ya kuomba we mwenyewe. Hizo ndio baadhi ya vitu zenye tuko nazo sisi kama wanadamu, weakness ambayo inafanya nini? Inatukunguna ndani ya maisha yetu, lakini hatujatambua. Nimekuja kuwaelezea kwamba nimefanya utafiti nikaona kwamba sisi hao wadozi wako, tusidanganyane,
tuko na mdozi na maskini, lakini hawa dozi wanatamani kutumika pale kanisani. Hawa dozi wanatamani kukuja kanisani, lakini wanapotaka kukuja, sisi wahubiri tunawakwaza. Tumeishi kuhubiria tu, kuhubiri kuhusu wadozi, tumeishi kuwakemea tu, na umesahau kukumbuka kwamba hiyo udozi ambayo ako naye ni Mungu pia, ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ndiye amefanya nini, ndiye amempea. So to deal na weaknesses zetu, by the way, to deal na weaknesses zetu, tuache pia wadozi wakuja wamtumikie Mwenyezi Mungu, na uondoa hasira. Wewe kama kuhani, ondoa hasira, ondoa kiburi kwa sababu hiyo ifreda ambayo uko nayo. Ondoa kuongea sana hadi inafika mahali unateleza. Umeongea sana, umeanza kuingiza mpaka ka uongo. Tutafanya namna gani ndio tumtumikie Mwenyezi Mungu katika njia za ukweli? Ni wewe mwenyewe kujichunguza. First wewe mwenyewe jichunguze ya kwamba nahubiria wengine na mimi niko hivyo, njia yangu ni kamilifu kwa Mwenyezi Mungu. Hizo ndio baadhi ya vitu ambazo zinafanya nini, zinakutoa katika njia za kumpendeza Mungu. Pia weakness nyingine ni kutotii sauti ya Mungu. Hawezi kutii sauti ya Mungu. Usikie Mungu anakuelekeza, anakuambia hii barabara mmenyamaza kufuata, hii ni mbaya, fuata hii. Unataka kwenda kufanya dhambi, unataka kwenda kufanya kitu mbaya, unasikia sauti ya Mungu inakukataza, lakini wewe na kiburi yako bado hautaki kutii sauti ya nini? Hautaki kusikia sauti ya Mungu inafanya nini, inakuelezea kuhusu nini. Na hizo baadhi ya weakness, nimekwambia hiyo weakness yako mwisho wake, kama uwezi kuisikiliza na kuanza kudili nayo, mwisho wake ni mauti. Na causes za weakness, first one, stagnation. Ya kwanza causes za weakness ni stagnation. Ya pili ni delay. Umeomba kitu imedelay, umefanya nini imedelay, usiku na mchana. Ya tatu, na hii sasa ndio mbaya zaidi, death, kifo. Kinakuja kifo kinakumaliza tu kabisa. Stagnation, delay, death. Hizo ndio causes za weakness. But kwa hizo baadhi ya vitu zote, ukitaka kufaulu, pray. Jifunze kuomba kila saa, kuongea na Mungu. Jifunze kusoma Biblia. Utaona Mungu akitembea na wewe usiku na mchana. Lakini kama utaka kudili na weakness zako, kazi yako tu ukishapata kama kosa mali, unaanza kuhubiri kuhusu hiyo mtu. Hiyo si mahubiri. Hiyo ni kukemea mtu kupitia kwa nini? Kwa mahubiri. So nimekuja kuelezea kwamba leo sitakosha na mengi, mbali tujifunze jinsi ambavyo tunaweza kupendeza huyu Mwenyezi Mungu. Na huwezi mpendeza mwanadamu kama hujampendeza Mwenyezi Mungu. Ukimkosea Mwenyezi Mungu, usipompendeza Mwenyezi Mungu, hata mwanadamu haumpendezi. Sababu mwanadamu anataka kuona mazuri yako kwanza. Na once umependeza Mwenyezi Mungu, mwanadamu umempendeza. Upende usipende, na hiyo nimekuambia bure, sitaki hata malipo yako. Jaribu upendeze Mungu. Mwanadamu anapofurahia matendo yako, Mungu amefurahia uko juu mbinguni. Tujichunguze. Tunapojichunguza, Mungu atajibu maombi yetu yenye uwanga tunaomba. Lakini nimeshakwambia causes za weakness. Causes za weakness, first of all, inazaa stagnation. Second, inazaa delay. Third, inazaa death, kifo. Shauri yako wewe, jiuliza kwamba umejipanga wapi na uko wapi. Ndakuacha tu na hiyo tu peke yake ambayo tumehubiri siku ya leo. Mwenye masikio asikie, mbali
nimetumwa na Roho Mtakatifu nikakuhubiri Injili na tukaweze kuenea Injili na ujumbe wa Mwenyezi Mungu hapa duniani. Kwa majina ni bado ni mimi ule tule MK Aura. Nimeokoka na mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu, na nilishaamua kwamba barabara ambayo nilishafuata wokovu, hakuna jambo lolote ambalo litanitenganisha na Mwenyezi Mungu. Na shetani ana mamlaka ndani ya nyumba yangu, shetani ana mamlaka ndani ya kazi yangu, shetani ana mamlaka ndani ya maisha yangu, shetani ana mamlaka ndani ya ndoa yangu. Na haitawezekana, na haitawezekana, na haitakubalika. Kutaka kunifuatilia zaidi, channel yangu YouTube inaitwa Amani Aura TV. Amani Aura TV. Asanteni sana na Mungu aweze kukubariki kila wakati, kila saa na kila dakika. Ikiwa ndani ya Amani TV, nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu kila wakati, na sitamwacha. Lazima popote ambapo nakanyaga, lazima nitaje jina Yesu. Lazima popote ambapo nakanyaga, nihimize hata mmoja tu ama wawili kwa siku kuhusu jina la Yesu, na jinsi ambavyo Yesu wanga anatenda, jinsi ambavyo Yesu ndio mwenye dunia. Haya, shauri yako.